Mabadiliko ya kiuchumi kwa vijana. Faida za pikipiki za kuchaji kwa umeme, yani e-bike. Katika enzi hii ya mabadiliko ya teknolojia na uhamasishaji wa uhifadhi wa mazingira, vijana wengi nchini Tanzania wanatafuta njia mbadala ya kujikwamua kiuchumi. Mojawapo ya sekta inayowapa hamasa ya kujitegemea ni ya usafiri, hasa matumizi ya pikipiki za kuchaji kwa umeme zinazojulikana kama e-bike. Pikipiki hizi si tu za kuwapa vijana fursa ya kujikwamua katika sekta ya usafiri, yani bodaboda, lakini pia zinaleta mageuzi makubwa katika uchumi kwa jamii na kimazingira. Pikipiki hizi hupunguza gharama za uendeshaji. Toka ukianza kuangalia nyuma kidogo, kama miezi mitatu hivi takriban sasa, tuna experience kupanda tu kwa bei za mafuta bila matumaini yoyote ya kushuka. Pamoja na kwamba vita Ukraine zimepungua, lakini bado bei za mafuta zinaweza kupanda. Tofauti na pikipiki za petroli, e-bike hutumia umeme kama nishati yake ya msingi. Gharama ya kuchaji betri za e-bike ni ndogo sana ukilinganisha na bei ya petroli inayotumika kwa kilomita. Hii inamaanisha kuwa dereva wa e-bike ina uwezo wa kuokoa asilimia kubwa ya mapato badala ya kutumia kwenye gharama ya mafuta. Akiba hii inaweza kutumiza malengo mengine ya muhimu kama vile kuwekeza, kulipa malipo ya shule au kuanzisha biashara ndogo. Udhibiti bora wa mapato. Kwa kuepukana na gharama kubwa za petroli, dereva anaweza kufanya makisio sahihi zaidi ya mapato lake la kila siku. Hii itamsaidia kujiwekea bajeti na kuepuka misukosuko ya kifedha inayotokana na kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Vile kwa gharama za matengenezo ya e-bike kwa ujumla ni ndogo. Kwa kukosekana kwa mafuta ya injini sehemu nyingi, inapunguza hasara zisizotarajiwa na kudumisha mtiririko thabiti wa mapato. Kuwa mwanzilishi wa teknolojia mpya. Vijana wengi wanaojihusisha na e-bike wanaweza kujikwea kama mkurugenzi wa mabadiliko ya kiteknolojia nchini. Anaweza kujijengea ushindani tofauti na kuvutia wateja wengi ambao wanataka kuhifadhi mazingira au wale wanaopenda kujihusisha na teknolojia ya kisasa. Kwa kutumia mtindo ya kijamii ya ujasiriamali, vijana hawa wanaweza kujenga aina mpya ya biashara yenye soko maalum. Fursa ya kujitosa katika soko la kijani. Uzoefu wa kutumia huduma ya e-bike unaweza kuwafungulia vijana malengo na fursa nyingi. Kwa mfano, wanaweza kuanzisha vituo maalum vya kuchaji kwa umeme kwa ajili ya e-bike, kufanya uuzaji wa vipuli na mitambo, au kushiriki katika ukuzaji wa teknolojia hii nchini. Hii inaongeza uwezo wa kujikuza zaidi katika soko la kijani, yani green economy, ambalo linaongezeka kila siku ulimwenguni. Mazingira safi na afya bora. Matumizi ya e-bike yanachangia kupunguza uchafuzi wa hewa kwa kukosa moshi wa moja kwa moja unaotokana na matumizi ya petroli. Hii inamaanisha afya ya jamii na hata afya ya dereva mwenyewe, kwani moshi huu hubeba kemikali hatari. Afya njema itamsaidia dereva kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kuepuka matatizo ya kiafya yanayoweza kusababisha gharama kubwa za matibabu. Usaidizi wa serikali na wadau. Kwa kuwa serikali za nchi mbalimbali ikiwemo Tanzania zinahamasisha matumizi ya nishati safi, wanaweza kupata fursa za kufaidika katika mikakati ya serikali kama vile punguzo la kodi kwa magari yatumiayo umeme pamoja na pikipiki na kurahisisha upatikanaji wa vifaa vya kuchajia. Hii inaweza kuwa nyongeza muhimu katika kuwawezesha vijana kuanza kukuza biashara zao. Pikipiki za kuchaji kwa umeme, yani e-bike, zinaweza kuwa nyanzo muhimu ya kiuchumi kwa vijana wanaotaka kujikwamua. Zinawapatia fursa ya kuokoa gharama, kudhibiti mapato, kuingia kwenye soko la kisasa lenye uwezo mkubwa wa kukua. Zaidi ya hayo, zinachangia kwa njia kubwa katika kulinda mazingira na kuimarisha afya ya jamii. Kwa msaada wa serikali,
wawekezaji na jamii kwa ujumla, e-bike inaweza kuwa msingi wa kujenga kizazi kipya cha vijana chenye nia na uwezo wa kujikwamua katika kuchangia maendeleo ya taifa. Asante kwa kufuatilia makala hii. Shukrani tele ziende kwa Faima Shuttle Bus Service kwa kuwa wadhamini wa makala hii. Abiria wa treni ya SGR watokao jijini Dar es Salaam na Morogoro waipongeza Faima Shuttle Bus Service kwa kutatua changamoto ya usafiri waliokuwa wakikabiliana nayo baada ya kushuka au kuelekea kupanda treni katika kituo cha SGR mkoani Dodoma. Tunashukuru kwa huduma hii ndio anzisha, sababu ilikuwa gharama sana. Kwa last time wakati nakuja kwenda Mtumba pale mji wa serikali kwa bajaji kwenda na kurudi ilikuwa 50,000. Kwa hiyo kwa hivi nimeweka 5,000, kwa hiyo imeturahisishia sana. Tunashukuru kwa huduma. Huduma ya mabasi ni nzuri kwa sababu inaturahisishia usafiri tunapotoka kwenye SGR. Nafika mahali tunapoenda kwa wakati. Kwa kweli imetusaidia sana kwa sababu hasa kwa sisi ambao tunakaa Mtumba ilikuwa ni changamoto unaposhuka kwenye SGR kuanza kutafuta usafiri wa kuweza kufika Mtumba kwa urahisi. SGR mpaka Mtumba kwa bajaji ni 25,000. Kwa sasa unalipa kwa shuttle shilingi 5,000. Imesaidia sana. Mbali na huduma bora wanazopatiwa abiria wanaotumia usafiri wa Faima Shuttle Bus Service, pia imeongeza ukuaji wa uchumi kwa abiria, kupunguza gharama kubwa walizokuwa wakitumia hapo awali katika usafiri. Faima Shuttle Bus Service imekuwa kimbilio la Watanzania wengi wanaotumia treni ya SGR mkoani Dodoma, huku wakiwafikisha abiria hao katika vituo vyao husika. Tosta Watson Cyprian ni moja kati ya watu wa huduma wa Faima Shuttle Bus Service mkoani Dodoma. Tunatoa huduma vituo vitatu, Dar es Salaam, Morogoro na Dodoma. Kwa hapa Dodoma, abiria wanaposhuka kwenye treni huwa tunawapokea kwa muda dakika 15 kuelekea sehemu husika kwenye vituo vyao kuelekea majumbani. Ambao vituo basi la kwanza, kituo cha kwanza kinaanzia Nyerere Square kwenda Chakoni Chako, Wajenzi na Mipango. Kituo cha pili kinaelekea CB Shoppers Kisasa 88. Kituo cha tatu kinaanzia Machinga, Machame, Wajenzi, Loyo, Swaswa, Ilazo 88 pamoja na Mtumba. Kwa vituo hivyo sasa ulivyovitaja, vituo ni vingi na safari zingine ni ndefu sana. Nimeenda nimeshuhudia ruti nyingine ni ndefu sana. Gharama ikoje? Gharama ni nafuu kabisa, ni bei elekezi kabisa, ni kwa Mtanzania yeye watu anaimudu, ni shilingi 5,000 ambao kuchukua mtu kwenye kituo cha stesheni cha Samia ni kutoka hapa mpaka Mtumba waingia 30,000 mpaka 20,000. Sisi kama kampuni ya Faima basi General Supply tumeona kwamba huduma hii iwe rafiki na wateja, kwamba ili kuwasaidia wale watu wa kawaida waweze kumudu usafiri. Katika kuliangalia hili kiundani, wacha tusafiri nawe hapa mkoani Dodoma. Kwa majina anaitwa Allen Langson, ni attendant wa Faima Bus Shuttles. Na namba yetu ya gari ni T340 HCH. Sitakuwa peke yangu, niko na attendant mwenzangu na pia niko na dereva wetu Mr. Papanda atakayetuongoza hii safari. Karibuni sana. Vituo vyetu vinaanzia kutoka hapa, tutapita Machinga Complex, Wajenzi, Machame, njia ya Loyo, tutaenda Swaswa mpaka 88. Karibuni sana. Kuna yote ambaye karipia Dar na tiketi ya Dar au Morogoro, maana kule tuna branch yetu. Na matumaini yangu mpaka sasa umejionea namna Faima Shuttle Bus Service inavyounga mkono juhudi za serikali katika kuboresha sekta ya usafiri kwa kufanya kwa vitendo huduma bora za uhakika kwa gharama nafuu na usalama wa uhakika.